final. Umeandika hadithi yetu kwa upendo usiosha, mikono yetu umeunganisha, wewe uwe msingi wetu. Umeandika hadithi yetu. Basi mpendwa mtazamaji, karibuni sana na kukaribisha sana. Umeandika hadithi yetu. Yes. Karibuni sana. Huyu ni Dr. Bonaventure. Hii nao ni Story Yangu Media. Basi nakupenda na kukaribisha hapa kwenye mazungumzo yetu ya kila siku. Basi ni wakati wa mjadala. Basi mpendwa mtazamaji, nadhani kwamba umeweza kusikiliza umeandika hadithi yetu. Karibuni sana basi mpendwa mtazamaji hapa kwenye Story Yangu Media. Kumbuka kwamba pale kwenye mitandao ya kijamii, Facebook ni Story Yangu Media, mtandao wa Facebook basi mpendwa mtazamaji, na kumbuka kwamba pale mtandao wa YouTube ni Story Yangu Media K. Na asante sana, by the way, nimeona watu wanazidi kusubscribe pale. Mnatufuatilia kabisa kweli. Mwenyezi Mungu awabariki sana, watendee mema. Naona kwamba mnatufuatilia pale na mambo bado mambo bado. Kwa hiyo musiwe na tatizo lolote, sisi tupo ili tuweze kuwapa vipindi kabisa, tuweze pia kuzungumuza na ili tuweze kusaidiana katika maisha haya tunayoishi hapa duniani. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, mtandao wa TikTok pale tunajiita Story Yangu Media Kenya. Basi pia unaweza tufollow pia pale kwenye mtandao wa TikTok pale. Akaunti yetu pale kwa sasa ina followers 19,000. Kwa hiyo ukifikia hapo utakuwa umeenda mbali, itakuwa ni hiyo Story Yangu Media Kenya. Basi utakuwa umepotea hapo ndipo. Basi mpendwa mtazamaji, usiende mbali. Kumbuka huyu ni Dr. Bonaventure, hii ni Story Yangu Media. Okay, moja kwa moja kulingana na masaha, muda umeyoyoma. Kwa hiyo leo tunaenda faster. Niweze kuzungumza juzi nimekuwa pale kwenye ofisi, nikatembelewa na wageni wawili. Kwa hiyo kulikuwa na mwanadada, kulikuwa na jamaa hivi mwanaume, yani mvulana. Kwa hiyo huyo mwanadada alikuwa anahitaji huduma, na pia yule mwanaume, yule mvulana alikuwa anahitaji huduma, lakini yule aliyetangulia alikuwa mvulana. So yule mwanadada, yule msichana alikuja akimpata mvulana pale kwenye ofisi yangu. Kwa hiyo tuliweza kupiga story, tukafikia mahali dada yule aliweza kusema kwamba hivi karibuni nimewachana na my boyfriend kwa sababu ya simu. Story tulikuwa tunazungumzia madhara yale ambayo anatokea mara kwa mara kupitia simu ya mkononi. Kulingana na madhara mbalimbali tumekuwa tukiona kwenye mitandao, mara unakuta huyu tumempata akiwa na message sijui ya mwanaume mwingine, sijui huyu nimempata na message ya mwanamke mwingine kwenye simu. Kwa hiyo simu imevunjwa imekuwa kama scrap. Sijui mara huyu sijui alipigiwa na mwanamke nikachukua simu yake. Yani nilikuwa nikiwaambia kwenye ndoa kuna changamoto nyingi sana tofauti. Nikawaambia kwa hiyo simu pia imechangia kuleta madhara, ndoa zinavunjika kupitia simu ya mkononi. Nikawaambia kwa hivyo yani simu imekuwa ikisababisha makesi nyingi sana. Huyo mwanadada akatuambia kwamba kilichofanya aweze kuachana na huyo boyfriend wake, ingawa bado anamtafuta, ni simu. So tukamuuliza dada kuliendaje, akatupa story, akatuambia kwamba nilikuwa na simu nilikuwa nimepatiwa na wazazi wakati nilimaliza shule, nikapatiwa pale simu. Kwa hiyo simu ilikuwa mzee, haikuwa simu mpya kabisa, lakini ilifika wakati na nisumbua, maana yake ni simu mzee, imekuwa na mashida mingi sana. Simu hiyo sometime ukinipigia hutanipata kwa sababu iko na shida ya network. Simu hiyo ukinipigia tena unaweza sikia niko mteja kwa sababu imezima, betri yake haiweki moto vizuri. Pia akatuambia
simu hiyo anaweza kuwa anazungumza na huyo boyfriend wake, simu hiyo ijizime tena ijiwakishe. Kwa hiyo ilikuwa na mashida, sisi tuliweza kumuelewa, tukaelewa ni kipi anachokizungumza pale. Kwa hiyo dada huyo akatuambia kwamba tatizo hilo liliweza kufanya awachane na huyo boyfriend wake. Kwa hiyo ni kipi kiliweza kutokea pale? Boyfriend amekuwa akimupigia, nasikia ni mteja, mara ikiingia wanaongea mambo mawili matatu, simu inajizima. Lakini boyfriend, msichana akimwambia simu yangu iko na shida, boyfriend hataki kumuelewa. Siku moja msichana akampelekea hiyo simu, akamwambia simu natumia simu hii, kwa hiyo ukinipigia sometime inaweza ikazima, inaweza kosa network, inaweza yani vitu kama hizo. Kwa hiyo huyo jamaa boyfriend wake alimuelewa kidogo, akamwambia kwa hiyo ile kitu utafanya ni kutafuta simu, tatafuta simu nyingine ili niweze kuwa nakupata. Sasa mwanadada huyu akamuuliza, juu unajua nimemaliza shule, nimekaa na wazazi kabisa muda mrefu na sijapata kazi, nimekuwa nikitafuta kazi na sijapata kazi. Akamuuliza, unataka nitoe wapi pesa sasa? Na unaona sina kazi, pesa zitatoka wapi? Jamaa akamwambia hata yeye kazi anayoifanya ni kazi haweza kapata pesa ya kununua simu, ya kumnunulia simu huyu msichana. Msichana akamwambia ni sawa, wacha niendelee kubembeleza simu hii, wakati nitapata kazi nitanunua tu simu. Haya, msichana alienda kaenda nyumbani. Siku moja akampigia, akamwambia tafadhali, si basi nisaidie unibaie simu, niweze kuwa na simu yenye utakuwa ukinipigia unanipata nayo. Boyfriend wake akamwambia tafuta pesa nusu na mimi nitafute nusu, tuchange ili niweze kukununulia simu. Nimecheka kwa nini? Kumbuka kwamba huyu msichana aliambia yule boyfriend wake, msichana huyu hayuko kazi. Je, atatoa pesa wapi ya kununua simu? Na kumbuka mwanadada huyu ambaye anaishi kwa mama yake, kumbuka kwamba kuna changamoto anazipitia pale akiwa hana kazi. Maana yake kuna vitu zenye hufai kuambia wazazi. Kuna tu vitu twingi wasichana wakifika umri kama huo, kuna tu vitu twingi sana hawafai kuitisha wazazi wanataka kununua, unaona? Kwa hiyo mimi jinsi aliniambia kwamba boyfriend wake alimwambia atafute nusu na yeye atafute nusu, wachange amununulie simu. Ile kitu niliweza kujiuliza sana, nilijiuliza upande wa boyfriend kwanza. Nilijiuliza upande kwanza wa boyfriend. Nikamuuliza wa boyfriend yuko na umri wa miaka mingapi? Ana miaka mingapi? Yani umri wake ni miaka mingapi? Akaniambia my boyfriend ana umri wa miaka 26, ana 26 years. Yani boyfriend ana 26 years. Hawezi fikiria kitu kama hicho, afikirie kwamba mwanadada huyu pale nyumbani anapitia changamoto bado ya zile vitu zenye anahitaji, lakini hawezi kuwa akiombaomba mzazi wake. Unaona? Maana yake mwanadada huyu anahitaji kazi, hana kazi, lakini huyu boyfriend anamwambia atafute pesa nusu, na boyfriend atafute pesa nusu wachange waweze kununua simu. Ndio naelewa boyfriend huyu anaweza kuwa kazi yenye anafanya haimupi pesa zenye anaweza kweli akanunulia dada huyu simu, huyu mpenzi wake simu. Lakini sasa ni vizuri ajiulize kwamba akiambia hivyo huyu mwanadada hivyo atafute pesa nusu, je, pesa hizi nusu anaenda kuzitafuta wapi? Ataenda kuziomba wazazi, au amemupa changamoto nyingine pia ya kuweza kupatana na jamaa mwingine akimwambia wacha nikununulie simu? Dada huyo anaweza akakubali, maana yake anaona anapitia bado changamoto. Unaona? So kuna kitu moja ningependa kusema.
Mara nyingi sana sisi vijana au sisi wanaume tukienda kupenda huwa tunaangalia sura za wasichana warembo, yani tunaangalia mambo mengi sana wanaume, unaona? Yani wanaume tunavutiwa na mambo mengi, lakini pia wanawake, wasichana, mara nyingi mnavutiwa na uhandsome. Kuna kitu ningependa nikwambie, changamoto ile utaipata pale kwenye ndoa. Ukifika pale kwa yule handsome wako, mara nyingi hawa wanaume mahandsome, mara nyingi sana kwa sababu wanakuwa wanaangaliwa na wasichana wengi, mara nyingi ni wale watu ambao hawabembelezi. Ukisema umemwacha hakubembelezi tena. Yani ni yule mtu ambaye hatakangi kutumia akili sana kukuwazia mambo fulani. Lakini hao wenye unaona unasema kwamba hii sura, hapana, hii sura ni ngumu sana. Hawa watu wako sawa kabisa, wako sawa. Unakuta huyu ni yule mtu ambaye atalala siku mzima akiwaza future yenu ya mbele kutakuwaje, hata future yako ya mbele itakuwaje. Lakini huyu handsome, hawa jamaa ambao ni mahandsome hawa hawana mawazo kama hayo. Sasa hawa wanasema juzi nimepatana na demu mwingine, jana nimepatana na Njoki, juzi nilikuwa na Shiro, juzi nimekuwa na Shiko, juzi nimekuwa na Wangare, juzi nimekuwa, yani huyu jamaa juu sasa ako na mademu wengi sana, anasema huyu akiniacha nitachukua mwenye ako na simu, kwa hiyo huyu akikosa simu nitachukua mwenye ako na simu. Dada, nakushauri hivi, hata kama unampenda mtu ni handsome kiasi gani, naomba tu unisikilize tu ushauri wangu. Hata kama ni handsome kiasi gani, usikie anakuambia maneno kama hayo, tafuta pesa, sijui tufanye nini, tafuta pesa tununue simu, tafuta pesa sijui ufanye nini, tafuta pesa sijui tufanye nini. Na anajua kwamba huna kazi, uko kwa wazazi wako. Naomba unisikilize ushauri huu kwa wanadada, youth kwanza, hawa wasichana ambao wanamaliza shule. Unasikia huyu umemchagua kama boyfriend, maana yako ulimuona ni handsome, ulimuona sijui nini. Huyu boyfriend ulimwambia kwamba huna kazi, uko kwa wazazi wako, na baada anakuambia tafuta pesa tufanye hii na hii, tafuta pesa tufanye hii na hii, sijui nifanyie hii na hii. Ni boyfriend anakuambia sijui naomba nifanyie hii na hii, sijui naomba. Na najua kuna wanadada wengi sana, kuna wasichana wengi sana wanafanyanga hayo. Unakuta msichana naomba pesa ili apatie boyfriend. Naomba unisikilize hivi, awe handsome namna gani, akianza kukuambia hivyo, sijui nitafutie pesa baby, sijui baby unajua kwetu sijui nini na nini, nataka suni uombe wazazi wako, sijui nataka uwaombe wazazi wako tufanye hii na hii, sijui waombe nini na nini, huyo sio boyfriend. Huyo hata ukitaka kuishi na yeye, ukienda kuishi na yeye, mtateseka miaka yenu yote. Hapa sasa ndio changamoto ya ndoa inaingilia. Tunaona ni baby. Alafu umefika pale unapata sasa ni wanategemea. Sasa umekuwa mwanaume wewe, na unaangalia kila kitu ya ndoa, na unaangalia sasa mambo na renti ya nyumba, sasa unaangalia kila kitu. Sasa hapo umeanza kulia peke yako, ukisema uliolewa na boyfriend handsome. Mademu mwache kuangalia sana mahandsome. Pia kama uko na mpenzi kweli unampenda, kama uko na mtu unampenda, tafadhali ikuwa sometime unamsikiliza, pia unasikiliza agenda zake. Je, ana agenda gani, zipi? Je, ana agenda zipi kwangu? Unaona? Si vizuri tu uone mtu ni handsome, very handsome boy, wow, very handsome boy. we nimekushauri mapema. Kama boy wenye mnakimbilia eti ni handsome, sijui handsome boy, hebu nikwambie dada yangu, tembea na yule mtu ambaye anakuwazia makubwa. Yani mkiwa mmeketi na yeye, muulize
baby wewe unafikiria kipi kitaendelea? Unafikirianga future yetu? Muulize baby, huu unafikirianga future yetu? Yani unasikiliza, yani unamsikiliza, agenda zake ni zipi? Ana agenda gani? Anawaza vipi? Sio kuona tu oti handsome boy unashikana naye tu mumeenda kisha kesha naanza kukwambia baby, suombe wazazi wako pesa fulani tufanye hivi na hivi. Baby, suniombe wazazi wako unipe pesa nifanye nini? Kwa nini yeye asiombe wazazi wake na yeye akupe? Kwani wewe mwanamke na mwanaume nani anafaa kupea mwingine pesa? Sasa huyu handsome boy anakutegemea. Je, mkifika pale kwa ndoa itakuwa namna gani? Itakuwa vipi? Wasichana saa zingine mwe mnafikia mara mbili. Umempenda ati ni handsome boy, sijui nini na nini. Na msemo naangalia sijui ati wazazi wake ni matajiri. Ile utajiri hauwezi ukajenga ndoa. Sawa? Matajiri wangapi mnajua ndoa zao zimevunjika? Kwa hiyo mademu na washauri sana kwa maboy ambao mnasema kwamba ni handsome boy, na washauri sana chunga vizuri. Ni handsome boy ndiyo, lakini sasa ni vizuri unasikiliza agenda yake ni gani, ana agenda gani. Maana yake pia kuna yule wa kukutumia na kutumia tu, akiona amekutumia kwa muda mrefu anataka kubadilisha, achukue mwingine sasa kuache. Unaona? Hapa ndio sasa shida zinazotokea pia za wasichana kupata mimba za mapema pia. Unaona? So madem, wacheni kupoteza wakati wenu, wacheni kupoteza time yenu bure kwa handsome boy. Handsome boy mwenye hana agenda, achana naye kabisa. Handsome boy mwenye hana agenda, wachana naye kabisa. Huyo kesho mtakuwa tu mmewaachana na upate amekuacha ukiwa na boro yake. Amekuacha una struggle, anakuacha una struggle na familia yako. Ulimpenda sababu ati ni handsome boy. Ati ni handsome boy. Amekuacha una struggle. Unaona? Maana yake mara nyingi sana watu hao hananga mipango, hawana agenda. Hawananga agenda mara nyingi sana. Wale ambao wako na agenda ni wachache sana. Maana yake wengi sana wanajijua ni handsome boys. So akijua hivyo anajua tu hata kosa demu. So anajua kila demu atakuwa anamuona anamstukia tu. Unaona? So kwa hiyo mademu, hii story ndio inafanya mpaka mademu wanapata mimba za mapema, kuzaa mapema. Uko chuo lakini sasa kuna jamaa ulimpenda na roho yako yote, unasema huyu handsome boy hata kiniambia nini mimi nitakubali. That's why unapata wasichana wadogo wako shule, unakuta wameanza kupata mimba za mapema. Wamepata hii ujauzito ya mapema, mimba za mapema. Sasa zinatokea hapo. Unaona? So before uangalie hiyo handsome boy, uangalie uhandsome wake, fikiria maisha yako mbele. Je, wewe unafikiria maisha yako itakuwaje mbele? Maana yake ukumbuke kwamba handsome boy huyu akishakupaa hiyo mimba, akishakupea hiyo ball, hutaweza kufika mahali penye ulikuwa ukisema kwamba utafika. Kumbuka kwamba huyu handsome boy ukilala na yeye ako kwa raha zake tu, anasikia raha. Lakini akishalala na wewe tu akuache hivyo tu, na maybe umepata ball, utabaki peke yako na wazazi wako tu ndio watabaki wakihangaika jinsi utaweza kujifungua, jinsi utaenda hosi, ni nguo za mtoi. Handsome boy tu ako pale.
na wewe ulisema tulikubali sababu ulikuwa unaona kama mtaishi na yeye handsome boy wako. Mimi nasema ni afadhali we kama ni demo ambayo uko na ni demo ambayo uko na umri wa miaka hata kama ni 20 ama 21, angalia yule mtu amekuzidi umri. Nisikilize vizuri, sio umri peke yake. Angalia yule mtu anakuzidi umri, ama anakuzidi kweli umri. Kitu kingine utaenda kuangalia kwake ni kipi? Endo angalie mawazo yake yako vipi, anafikiria nini, agenda yake ni gani. Sawa, penda kuketi karibu na yeye. Usikie kama ni wale watu, unajua kuna wakati ukiketi na your boyfriend unasikianga kila kitu tu ni sex, kila kitu tu ni sex, kila kitu tu ni sex. Anakuambia sijui kuja twende, sijui kanitembelee. Sikiliza mtu ambaye ako na agenda kweli ya kujenga. Usikilize mtu kama kweli ako na huyu mtu ni mtu ataweza kujenga, ni mtu ataweza kunioa tuishi kweli. Usikie kama ni yule mtu wa tabia tu, yule mtu wa kuenda tu akirarana na yule amemwacha, akirarana na yule mwingine amemwacha, akirarana na yule mwingine amemwacha. Sasa hebu nikuulize, boy amekwambia vizuri amewachana na mademu karibu 6. Kwani wewe unajua uko na nini hata kuacha? Wewe ni kipi unafikiria kwamba uko nacho huyo boy hata kuacha? Mademu sijui mnakuangaje. Hata kama atakupeleka mahali mkunywe chai, sijui ni wapi mnapatania wapi. Sikiliza yeye, usikie huyu jamaa ako na agenda gani, ako na agenda gani na mimi. Maana yake anaweza kuwa ni agenda ya kulala na wewe tu peke yake, kisha kuona uchi wako anaondoka. Unaona? Yes. Unajua siku hizi wazazi anasemanga tu aende tu bora apate boyfriend mzuri. Hivyo tu aende tu bora apate boyfriend mzuri mwenye atakuja kunijegea. Kwanza unasikia kwanza pale penye penye nimelelewa hapo, nasikia mzazi mama amekwambia ati sasa wewe utakataza mtoto sasa amepata boyfriend wake. Ati wacha tu aende, akipata boyfriend wake mzuri watakuja watanichekea joba. Hiyo maneno mengine sasa mimi hapana, sijui mimi. So unaona, wazazi ni vizuri sana tuangalie watoto wetu. Maana yake huyu handsome boy akishamutia mimba ni utangangana na yeye, ukifikiria mambo ya kwenda hosi, kufikiria mambo ya mavazi ya mtoto, kufikiria jinsi utaweza kulea mtoto. Maana yake kumbuka kwamba mtoto wako yuko peke yake. Kwa hiyo wazazi, angalieni mbali kabisa. Maana yake mtoto wako umemsomesha vizuri, umechoka, umemsomesha, umefanya nini, kisha mwishowe wakati anakaribia kukamilisha chuo, unasikia mtoto wako ni mjamzito, ana ujauzito. Unaona? Na mama, kama ulikuwa unafikiria kwamba mtoto huyu wangu namsomesha kwa sababu atakuja pia kupata kijana ambaye ni kijana ambaye anajiheshimu, na kwanza watoto wa siku hizi wasichana utapata tu ameleta mtu anakaa mkora, mwizi, mpaka we mzazi unaanza kuuliza huyu mwizi sasa kesho satakujia hii TV. Unapata hata wazazi wengine amesema sasa mtoto akikushinda utafanya. Ama ni sababu kiboko ilitolewa. Hata kama ilitolewa kiboko, kuna jinsi unaweza ukamfunza mtoto wako akawa ukamuonyesha hatari. Unamuonyeshanga hatari mbele yake. Hata unampea example nyingi sana. Unamuonyesha kwamba kuna wale wamepitia ako kanjia na hawajarudi salama. Yaani unamuonyesha hatari mbele yake. Kwa hiyo niseme hivi, wazazi sana, mimi naangalia sana wazazi, pia muongeleshe watoto wenu. Manake mateso watoto wenu wanaoyapitia
hata nyinyi mnapitia, kwa sababu wakati handsome boy ametia mimba mtoto wako, bado mateso ni kwake na kwako, lazima msaidie. Ni utamsaidia sasa. Maana yake huyu mtoto wako, huyu msichana wako, we mama mzazi, we baba mzazi, mtoto wako huyu ameweza kupata ile mimba, ameweza kupata ujauzito kama hujamaliza hata kumsomesha. Ameupata bila kutarajia. Kwa hiyo sasa unaanza kuunda another budget. Unaanza kuunda another budget ili uweze kufanya nini? Ili uweze kupanga sasa jinsi huyu mtoto ataweza kuzaliwa, jinsi mtoto ataweza kuishi. Kwa hiyo pia wasichana, nadhani mmesikia kwamba hamufai kuona kila handsome boy mnakimbia, au kila kijana amewaambia nimekupenda na unaenda mbio. Kama unaenda wapi? Fikiria mara mbili kabla uende hiyo mbio yako. Kwanza fikiria mara mbili. Je, ananipenda au anataka kulala nami aniwache tu? Angalia tu na ufikirie mara mbili kabla hujakimbia yule handsome boy wako. Alafu kijana nakupenda, sijui anachukua namba yako leo, anaanza kukuambia baby, umelala aje? Hiyo ni story ya siku nyingine. Basi mpendwa mtazamaji, naomba unikubalie niweze kutamatishia hapa mjadala huu wa leo. Kumbuka kwamba mimi wako ni Dr. Bonaventure. Hii nayo ni Story Yangu Media. Basi tuungane kwenye video nyingine ijayo. Na kupenda sana mpendwa mtazamaji, basi na kutakia mema ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akubariki, akutendee mema. Chao chao. The same story, mtu anakuambia mimi nimekupenda, nataka uwe bibi yangu nini. Sasa kitu okay, najua mtu anaweza jiuliza siku anatumia hizo family planning yeah, ama yeah. Nilikuwa natumia okay. But for some reason hizi vitu hazijai work kwangu. So like all kuna tumia which nini FP family planning? Nilikuwa natumia pills. Pills ika backfire, nikaingishwa hii. Okay. Implant. So implant na ikaletea issues. Nilikuwa na bleed sana. Okay. Na pia sometimes mwaka inawezaisha si bleed, niko tu na issues kichwa nini mgongo. So ikabidi nitolewe.